Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana? Tumeelewana? Kwa iko hekima tunayoisema kati ya wakamilifu. Hiyo hekima si ya dunia hii, si hekima inayobadilika badilika, ni hekima iliyo katika siri. Kwa Roho Mtakatifu tunaifunua, tunaidhihirisha. Ni mambo ambayo Mungu alikuwa ameyakusudia tangu milele kwa utukufu wetu, to bring us unto glory. Hiyo siri ya Mungu tumekwisha kuiona katika maandiko matakatifu kwenye kipindi kilichopita, ya kwamba tu warithi pamoja na watakatifu, tu warithi pamoja na watakatifu wa wokovu ule ule, wa kipawa kile cha haki, wa ondoleo lile lile la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Roho Mtakatifu tunapokea ufunuo kwa habari ya hiyo siri. Kwa Roho Mtakatifu tunaweza kuwasilisha huo ufunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. The more ambavyo una yield yourself to the Holy Spirit, the more ambavyo unakuwa na clarity katika kupokea na katika kuwasilisha. Kadiri ambavyo unaendelea kuyield, ni kufanyeje? Kujitoa. Kadiri ambavyo unaendelea kujitoa kwa Roho Mtakatifu, ndivyo jinsi ambavyo ninakuwa na usahihi wa kupokea na usahihi wa kuwasilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mwanzoni nikawaambia kwamba mojawapo ya kitu ambacho ni muhimu sana, mojawapo ya kitu ambacho ni muhimu sana ni kwamba kama umejitoa kuwa mwanafunzi wa maandiko, you must always pray. Mara zote unapaswa kuwa mtu wa kuomba. Mara zote unapaswa kuwa mtu wa kuomba. Mara zote unapaswa kuwa mtu wa kuomba. Huwezi ukapokea ufunuo nje na Roho Mtakatifu. Hakuna mwingine mwenye access na siri zote za Mungu nje na Roho Mtakatifu. It is only the Spirit of God. Ni Roho Mtakatifu peke yake. Haleluya. Njoo tuangalie kidogo mafundisho ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu kwenye kitabu kile cha John, cha Yohana. Njoo tuangalie pamoja mafundisho ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu katika kile kitabu cha Yohana. Twende kwenye sura ya 14. Tuangalie pale kwenye sura ya 14. Haleluya. Sura ya 14. Angalia kuanzia ule mstari wa 15. Angalia kuanzia ule mstari wa 15. Haleluya. Haleluya. This is charismatic camp, right? Make sure kwamba ukitoka hapa umemwelewa Roho katika viwango vingine tofauti na vile ambavyo ulikuwa unamjua, na make sure kwamba hii elimu unaiweka katika utendaji. Mara zote unasoma maandiko, be conscious ya kwamba ninapokea ufunuo kwa Roho. Mara zote unapokuwa una evangelize, make sure ya kwamba unakuwa na ufahamu ya kwamba ninawezeshwa na Roho. So mara zote jiweke katika namna ya kujitoa, kujiyirdi kwa huyo Roho ambaye anakuwezesha. Bwana asifiwe sana. Okay,
Yohana sura ile ya 14, angalia kwanza ule mstari wa 15. Maandiko yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Huo mstari wa 16 ni mstari mmoja makini sana ambao una reveal the deity of Holy Spirit. Ni mstari makini ambao unafunua uungu wa Roho Mtakatifu. Jamani, kuna umuhimu wowote wa kufahamu kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu? Kuna umuhimu wowote? Bwana Yesu asifiwe sana. Ufahamu wa juu sana kuhusiana na Roho Mtakatifu, who is Holy Spirit, ni Roho Mtakatifu ni Mungu. Okay, I wish kwamba tutapata nafasi ya kusoma vizuri uungu wa Roho. Anyway, so wakati huu tufocus kwanza hapa ambako tupo. Angalia huo mstari wa 16, nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine, naye atawapa msaidizi mwingine. Kwa huyu msaidizi tutapewa na Baba. Okay, ameitwa msaidizi mwingine. Sasa katika lugha ya Kigiriki, jamani, kuna aina tofauti za Greek language, sawa? Kuna classical Greek, kuna Koine Greek, kuna modern Greek, kuna aina tofauti za Greek, sawa? Kuna aina tofauti za Greek. Greek iliyotumika kuandika Biblia tunaitambua kama Koine Greek, sawa? Koine Greek. Sasa neno lilotumika hapo kwenye hilo neno mwingine ni neno allos. Ni neno allos. Kuna maneno mawili ya Kigiriki, kuna neno allos, kuna neno heteros. Kuna neno allos, kuna neno heteros. Yote yanamaanisha tu mwingine, lakini allos inarifaa mwingine lakini of the same nature, mwenye asili moja. Lakini heteros ni mwingine mwenye asili nyingine, yani different. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neno ambalo Yesu analitumia hapa, kumbuka haya ni maneno ya Bwana Yesu, sawa? Haya ni maneno ya Bwana Yesu. Neno ambalo linatumiwa hapa, msaidizi mwingine, ni neno allos. Ni neno allos. Sasa kumbuka ya kwamba anavyosema atawapa msaidizi mwingine, anatumia neno allos, maana yake ni mwingine lakini mwenye asili moja na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana yake ni kwamba ikiwa mimi nimetoka kwa Baba, maana yake huyo Roho naye anatoka kwa Baba. Ikiwa mimi ni Mungu kweli kweli, maana yake huyo Roho naye ni Mungu kweli kweli. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni of the same nature na Kristo, ana asili moja na nani? Na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ametumia neno allos. Ilo neno msaidizi ni neno la Kiebrania, ni neno la Kigiriki parakletos. Bwana Yesu asifiwe sana. Parakletos. Kwa ni allos parakletos. Allos parakletos. Sasa ukiangalia hilo neno parakletos, namna ambavyo lilikuwa linatumika kuwarifaa maadvocates, someone ambaye ana stand by your side, anasimama upande wako, Bwana Yesu asifiwe sana.
Utagundua ni neno ambalo pia Yohana ameliascribe kwa Bwana Yesu. Yaani ilo neno parakletos halijatumika kwa Roho Mtakatifu peke yake, sawa? Halijatumika kwa Roho Mtakatifu peke yake. Actually ukisoma waraka wa kwanza kwa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, ukisoma sura ya pili mstari ule wa kwanza, maandiko yanasema, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Unaona hilo neno mwombezi? Unaliona hilo neno mwombezi? Hilo neno mwombezi ni neno parakletos. Parakletos, the one who stand on our behalf, the one who stand on our behalf. Kwa tunaye mwombezi kwa Baba. Sasa ukiangalia hapa, maana yake hii parakletos imekuwa ascribed to Christ, lakini hii ndo only New Testament portion ambayo imelielekeza neno parakletos kwa Bwana Yesu. Maeneo mengine ambayo hilo neno limetumika ni kwenye hii Yohana sura ya 14 actually mpaka ya 16, ambayo imeelekezwa kwa Roho Mtakatifu. Na nimemwacha hapo, nimesema kwenye Yohana hiyo Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza ndiyo sehemu pekee ambako hilo neno parakletos limeelekezwa kwa Bwana Yesu. Limeelekezwa kwa nani? Kwa Bwana Yesu. Lakini maeneo mengine kwenye Agano Jipya ambalo neno parakletos limetumika, ambayo specifically ni Yohana 14 hadi 16, hilo neno limeelekezwa kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni mwingine mwenye same nature, mwingine mwenye same nature. Yesu hakumaanisha kwamba yeye ndo Roho Mtakatifu. Naomba hilo lieleweke vizuri. Yesu hakumaanisha yeye ndo nani? Ndo Roho Mtakatifu. Ndo maana anasema ni mwingine lakini mwenye same nature. Ko ni another person lakini mwenye the same nature. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, tuendelee. Kwa anasema, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Angalia description zake, mstari wa 17, ndiye Roho wa kweli, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Angalia, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Mstari wa 18, sitawaacha ninyi yatima. Sitawaacha ninyi yatima. Yatima ni mtu wa aina gani? Asena mzazi, si ndiye? For the time being, Yesu yuko na wanafunzi wake. Kwa kipindi chote ambacho Yesu yuko na wanafunzi wake, alikuwa ana bring the presence of the Father katikati yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anakuwa ni uwepo wa Baba katikati yao. Bwana Yesu asifiwe sana. But now Yesu Kristo anafanyaje? Anaondoka, si ndio? Sasa Yesu Kristo anasema ya kwamba anasema ya kwamba sitawaacha ninyi yatima. Sitawaacha ninyi yatima. Maana yake huyo Roho Mtakatifu ata bring the same presence niliyokuwa ninaiweka katikati yenu. Nilipokuwa katikati yenu mlikuwa mna feel the presence of the Father. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu atakapokuja ata bring the same presence. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na kwa nini this is very possible? Kwa sababu ameprecede from the Father, the same as Christ. Kama vile alivyo Kristo, ndivyo namna ambavyo naye Roho ametoka kwa Baba, kwa amecarry the presence of the Father. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kwenye maeneo mengine ya maandiko utakuta Yesu Kristo anasema kwamba anakaa ndani yetu, Baba anakaa ndani yetu kwa huyo Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakaa ndani yetu na Baba anakaa ndani yetu, lakini kwa njia gani? Kwa huyo Roho. Haleluya. Okay, anaendelea anasema, bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. What a good relationship ambayo inaonekana hapo. Maandiko anasema kwamba mtatambua ya kwamba Kristo ni ndani ya Baba na Kristo ni ndani ya Baba na sisi ndani yake na yeye ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo lugha iliyotumika hapo ni lugha inayozungumza union. Bwana Yesu asifiwe sana. Unavokutana na lugha kama hiyo kwenye maandiko kuna wakati fulani nilikuta watu wanatofautisha kati ya Kristo kuwa ndani ya mtu na mtu kuwa ndani ya Kristo. Shida sio hiyo. Shida ni kwamba wanatokea kwenye Yohana sura ya 15. Bwana asifiwe sana. Actually ni challenge, kwa sababu hiyo lugha inayotumika hapo, Kristo kuwa ndani ya au sisi kuwa ndani ya Kristo, ni lugha ambayo inaonyesha the union ambayo tunayo kati ya sisi na Yesu Kristo. Sasa hapa inaonekana union kati ya sisi, Yesu, Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, so hiyo yote imewezekanaje? By the Spirit, kwa huyo Roho. Hiyo yote imewezekanaje? Kwa huyo Roho Mtakatifu. Mimi nimekuwaje ndani ya Baba? Baba amekuwaje ndani yangu? Mimi nimekuwaje ndani ya Kristo? Kristo amekuwaje ndani yangu? Kwa huyo Roho, the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, description anayopewa kwenye mstari wa 17 ni description ya muhimu sana kuielewa. Mstari wa 17 anasema ndiye Roho wa kweli. Anaitwa Roho wa kweli. Roho wa kweli. Okay, labda tusome na maeneo mengine then tuone anavyoelezewa. Angalia kwa mfano mstari wa 25, mstari wa 25 na ule wa 26. Actually maandiko anasema hivi, maandiko anasema, hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Linki na kile ambacho ameitwa ndiye Roho wa kweli. Ndiye Roho wa kweli. Kwenye mstari wa 26 tunaambiwa atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Katika muktadha, Yesu anazungumzia mafundisho ya ufalme wa Mungu aliyowapa wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa hivi hili andiko halina uhusiano na physics wala chemistry. Halina uhusiano na mbinu za kibiashara. Sio primary purpose. It doesn't mean kwamba Roho Mtakatifu hawezi kufanya hivyo.
lakini sio primary purpose ya hiyo portion ya maandiko. Mmenielewa? Mmenielewa? Okay, so anasema lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Angalia kwenye mstari wa 26 wa sura ya 15, sura ya 15 mstari wa 26, sura ya 15 mstari wa 26. Maandiko anasema hivi, maandiko anasema lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Yeye atanishuhudia, nanyi pia mnashuhudia, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Sasa huo mstari wa 26, angalia anavyosema huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli. Amepewa tena ile title, ameitwa Roho wa kweli, Spirit of Truth. Anasema atokaye kwa Baba atanishuhudia. Kwa maneno mengine ni kwamba kitu gani kile ambacho atawafundisha, kitu gani kile ambacho atawakumbusha, ni about Christ, ni kuhusu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na angalia hapo kwa makini, what is the truth that is referred to? Ni kweli ipi inayozungumzwa? Ni kweli ipi inayozungumzwa? Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa now be careful. Baba anaitwa kweli, Yesu Kristo anaitwa kweli, Holy Spirit anapewa the same title. How can you nullify ya kwamba he is not God? Very impossible. Utakuwa hauna scripture ya kukutetea, hauna scripture ya kuwa parakletos wako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo title inamreveal he as God, lakini pia inatuonyesha his role. Atatutia katika kweli yote, atatutia katika kweli yote, atatutia katika kweli yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia sura ile ya 16 mstari ule wa 13 na wa 14 na wa 15, kwa mstari wa 13 mpaka wa 15. Maandiko anasema lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli. Angalia namna ambavyo imekuwa na consistency hiyo title. Sura ya 14 Roho wa kweli, sura ya 15 Roho wa kweli, sura ya 16 Roho wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yote inahusiana na namna ambavyo atatu illuminate, namna ambavyo atafanyeje? Atatu illuminate katika kweli yote ya maandiko. Angalia anavyosema, anasema lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena. Sasa hebu njooni tujiulize swali, atakayoyasikia wapi? Yote atakayoyasikia, atakayoyasikia wapi? Can we brainstorm together? Atayasikia wapi? Angalieni huo mstari wa 13, anasema kwamba, anasema lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena. Atayasikia kutoka wapi? Atakayoyasikia kutoka kwa Baba, kutoka kwa Baba, kutoka kwa Baba. Nisieni kwa makini, Roho Mtakatifu kuwa ndani yako haibadilishi ukweli ya kwamba yuko ndani ya Baba. Ana inseparable relationship
na Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni close relationship ambayo haihitaji sauti isikike, yaani haihitaji mtu kusema. Roho yako haihitaji wewe uzungumze ndio ijue umesema nini, umemaanisha nini, au ulikuwa unataka nini. The same to Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu anachokirifani kwamba atakachokisema Roho Mtakatifu ndicho alichokisema Baba, hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Maana yake huyu Roho hana matakwa yake binafsi, anasema kwamba yote atakayoyasikia. Na unajua kuna kwa mfano kwa habari ya Kristo anasema kile anachokifanya ni kile ambacho kile ambacho amekiona kwa Baba, amekisikia kwa Baba. Ilikuwa inaonyesha kitu gani? Though he is in this world but he has relationship with the Father. Bwana Yesu asifiwe sana. The same to the Holy Spirit. Angalia anavyomalizia, anasema na mambo yajayo atawapasha habari yake, yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yangu na kuwapasha habari, na yote aliyonayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Sasa Yesu anataka kuonyesha ya kwamba sijawachanganya nilichokizungumza mstari wa 13 na nilichokizungumza mstari wa 14. Mstari wa 13 amesema aliyoyasikia. Ameyasikia wapi? Kutoka kwa Baba. Lakini mstari wa 14 anasema kwamba atanitukuza mimi, atatoa katika yaliyo yangu. Unaona? Alafu mstari wa 15 anasawazisha, anasema ya kwamba kwa sababu gani nimesema hivyo? Kwa sababu yote alionayo Baba ni yangu. Tuna uhusiano usioweza kutenganishwa kati ya mimi na Baba. Kwa hiyo ya Baba ni ya kwangu, ya kwangu ni ya Baba. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atoe atakokotoa anachokitoa ndicho cha Baba, ndicho cha Mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo atatwaa katika yaliyo yangu, atawapasheni ninyi habari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema tunaye Roho Mtakatifu atokae kwa Baba, ana uhusiano wa ukaribu mno na Baba, hahitaji kusikia sauti, anayafahamu mambo yote ya Baba. Huyo ndiye anayekaa ndani yangu. Katika yeye ninao ufunuo na ufahamu sahihi kwa habari ya Mungu na mpango wake. Haleluya, haleluya. Wangapi tumechoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa, tusimame juu, tusimame juu. Tutakuwa na dakika 5 za kuomba na jirani yako. Tutakuwa na dakika 5 za kuomba na jirani yako. Bwana asifiwe sana. Leo tuna pumziko katika roho. Haleluya. So tutakuwa na dakika 5 za kuomba na ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Muombea kwamba huu ufahamu ambao tumejifunza hapa uwe halisi kwake. Asione ni kama, yani isiwe ni just taarifa kwake, isiwe ni kama matangazo ya kijiji, si ndio? Yes, isiwe ni just information, isiwe just taarifa kwake, ikawe kitu halisi, aone, a experience. Umeelewa unachomwombea ndugu yako? Tukae wawili. Mchague partner wako. Chague partner wako, mchague partner wako. Changamka. Chague partner wako. Mchague partner wako.